Oye msikilizaji wa VOFM Radio 103.7, show bado ni unyama, bado ni nyofu sana, na nikwambia kwamba tutakuwepo na mnyama mkali wa hip to hip hop Disaster Vina. So unaweza kaendelea pia kuuliza swali lako kupitia nambari za studio ambazo ni 06579292 mwisho ni 81. So Disaster uko live moja kwa moja kupitia VOFM Radio 103.7. Unasikika vyema kabisa, na pengine swali letu la kwanza kabisa ikiwa kama VOFM Radio, ikiwa kama Imidi Mshani Imidi Show, tutaka kujua ni kwamba project ya Hatia itakuwa na muendelezo mpaka ngapi? Tukianza nilo swali alafu mengine mengi ya kukuuliza. Project ya Hatia ni endelevu, itakuwa inaendelea indefinitely. Kwa hiyo siwezi nikajua itakuwa mwisho lini, kwa sababu nitakuwa naifanya as time goes. Every time nitapokuwa nimepata wazo la Hatia au wimbo ambao wazo lake linaendana na maudhui ya Hatia, wimbo utakuwa ni wa Hatia. So far nimeandika nyimbo kama 12 hivi. Ukishabadilika utarudi. Kwa hiyo list itakuwa inaendelea as time goes. Kwa hiyo ni project ambayo itakuwa inaendelea indefinitely. Okay, so Disaster Vina, na vipi kuhusu mashabiki? Watarajie pengine package moja ya EP ama album ya Hatia, ama inakuwa ni nini? Hatia hazitakuwa na package ya peke yake kama EP au album, ila zitakuwa zinafanya appearances kwenye baadhi ya album. Kwa hiyo here and there kutakuwa na Hatia. Kwa mfano kwenye album yangu ya kwanza Disaster kulikuwa na Hatia 1, 2, 3. Album ya pili ya The Verteller kulikuwa na Hatia namba 4. Hii inayokuja kutakuwa na Hatia 1 au 2. Kwa hiyo we'll see. Kwa kutakuwa hamna package ya peke yake ya Hatia, kwa hiyo itakuwa inaonekana kwenye baadhi ya projects. Kwa kama nilivyokuambia ni projects endelevu, kwa hiyo zitakuwa zipo zinatokea here and there as time goes. Kwa hiyo kutakuwa na package ya peke yake. Though kutakuwa na some playlists ambazo zitakuwa zinapendekezwa kwenye platforms za ku-stream music. Kutakuwa na playlist za Hatia, kutakuwa na playlist za Nobody Safe, kutakuwa na playlist za Confessions. Kwa hiyo that's the only package ambayo itakuwa peke yake. Okay, umetisha sana. Sasa umekuwa ni moja ya mwana hip hop, mwana hip to hip hop wa kitofauti sana kwa kizazi hiki, na hakuna thinker kama wewe, naweza nikasema hivyo. Pia kwa upande wako unaumiza kichwa kutunga verse ama ikoje hii hapa? Well, ni jukumu la creator kuwa tofauti. Mtu yote ambaye yupo kwenye kiwanda cha ubunifu ni jukumu lake kuwa na sanaa ya kitofauti. Kwa hiyo ni muhimu sana kuumiza kichwa kuhakikisha kwamba unatoa kazi ambayo inakutofautisha, inakuweka kwenye daraja la utofauti na creators wengine. Kwa hiyo ninachofanya ni kutimiza majukumu yangu as a content creator ambaye nimebobea kwenye sanaa ya muziki. Okay, sasa tusiende mbali sana Disaster. Hapo nyuma kulikopo na mshike tiftifu hivi la kwako wewe na Rapture, wakina Motra pia wakina Lunya. Pengine umepata nafasi ya kuweza kukaa na Rapture, pengine na mkaweza kuyamaliza kiroho safi? Me na Rapture we have an unspoken rule ambayo inasema we don't have to talk about this issue, at least not ever again. Kwa hiyo kilikuwa ni kipindi cha mpito, tumepita and we are moving on. Kila mtu ana deal na projects zake, ile kurasa tushaifunga. Oh yeah, basi fresh msikizaji, basi endelea kuuliza swali lako lolote. Tuko na Disaster live moja kwa moja kupitia 06579292 mwisho ni 81. Kwa nini huna huruma kwa MCs na rappers wanaojaribu kukudisi? Maana unawaumiza kinoma noma. Ukiwa kwenye kiwanda cha ubunifu kama hiki, obviously automatically unakuwa kwenye competition na other creators. Kwa hiyo kama tunavyofahamu, rap is a competitive sport. Kwa hiyo we try to play as good as we can kuhakikisha unakuwa kwenye nafasi ya ushindi. Kwa hiyo unaweka hisia pembeni, huruma na nini, you try to be as good as you can possibly be. Kwa hiyo it's all game.
Oh yeah, basi fresh. Na katika ngoma yako ya ndoa kuna moja ya verse inasema ndoa sio kwa ajili yako, ni kwa ajili ya watoto. Hii ni kivipi bro? Ndoa ni kwa ajili ya watoto, that means ni the ultimate purpose ya kwa nini watu wanaingia kwenye mahusiano. Sio unaingia kwenye mahusiano kwa sababu mnapendana sana au mna plan tu kuishi pamoja, lakini the ultimate responsibility, the purpose, ultimate purpose ya kuingia kwenye mahusiano ni kuwa na watoto, na watoto they tend to prosper wakiwa kwenye stable family, stable relationship ambayo ina pande zote mbili za baba na mama. Kwa hiyo ndoa ni kwa ajili yao, sio kwa ajili ya partners. Mara nyingi mahusiano yanayumba, hisia zinapotea, like upendo unakuja na kushuka, mnakwazana, lakini watu pekee ambao wanatakiwa wawe considered wakati mnafanya maamuzi either ya kuseparate or whatever, wanakuwa ni watoto. Kwa hiyo purpose kuu ya kuingia kwenye mahusiano ni kuhakikisha mnaendeleza vizazi na watoto wanakuwa kwenye stable families. Kwa hiyo that's it. Okay, basi fresh manetu Disaster Vina, asante kwa timu yako. Sasa kwa kumaliza una kipi cha kuambia wasikilizaji wa 103.7 nyanda za juu kusini kwa ujumla na vitu kama hivyo pia? Una kipi cha kuambia Disaster Vina? I am currently on the quest ya kutengeneza album mpya, and maybe at the end of this year kutakuwa na album. Kwa hiyo a lot of things are going on, recording, planning na promotion na kila kitu. Kwa hiyo very soon nitatangaza tarehe ambayo album itakuwa inatoka. Kwa hiyo we have to to get ready, we have to get in touch kujua hiyo siku ni lini. So I'm coming. Okay, msikilizaji, huyo ndo Disaster Vina ambaye ameweza kutujibu maswali yetu ambayo yalikuwa ni ya msingi. Umeweza kumsikiliza kuhusiana na bifu zake na Rapture na vitu kama hivyo. So endelea kusikiliza Voya FM Radio, bado tupo katika mchongo mzima wa Bango Mix. Himidi Mshani, Himidi Show kwa MIC, na endelea kudondokea kaa hivi, na endelea pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, pita IG, pita FB, pita Twitter, pia bila kusahau YouTube pale kwa jina la Voya Online TV. Na hii interview pia itakuwepo pale moja kwa moja. So cha kufanya ni kuweza kuwahi kule kwa ajili ya kuweza kusubscribe